Kuna baadhi ya siri hazisemwi mchana. Kuna baadhi ya miujiza ina gharama. Na kuna baadhi ya watoto hawakuja duniani kama wengine. Hii ni simulizi ya Sara, mwanamke aliyeteseka kwa machozi, kwa dhihaka na kwa mateso ya wachawi. Lakini pia simulizi ya mtoto wake Isa, ambaye alizaliwa kati ya giza na nuru, na baadaye akawa mteketezaji wa wachawi wote wa kijiji cha Kijilani. Katika kijiji cha Kijilani, kila jioni kulikuwa na kelele za watoto, wakicheza, wakipiga kelele na wakikimbia. Lakini nje ya nyumba moja tu, kimya kilikuwa kinatisha. Hiyo ni nyumba ya Sara. Miaka 10 ya ndoa bila mtoto, miaka 10 ya machozi yaliyonyamaziwa usiku, miaka 10 ya wanawake wa mtaa wakipita mbele ya mlango wake wakisema, huyo hana baraka, labda lilaaniwa. Sara alijua midomo ya watu inaumiza kuliko kisu, lakini alichojua zaidi ni kwamba mume wake Seba alikuwa nguzo yake. Kila jioni alipomkuta kilia, Seba aliketi pembeni yake na kusema, imani yako isikufe mke wangu, hata giza nene lina mwisho. Lakini usiku moja, wakati Sara melala, Seba alitoa uamuzi ambao ungebadilisha hatima ya nyumba yake. Akaapa moyoni, nitaenda kokote, hata kama ni kwa mganga, lazima Sara apate mtoto. Siku iliyofuata asubuhi, Seba alitembea kuelekea msitu mzito uliokatazwa. Huko ndiko alikokuwa akiishi mzee Gidamaji, mganga mwenye macho yasiyopo blink, anayejulikana kusema ukweli hata kabla hujamfungulia kinywa. Mlango ulijifungua kabla Seba hajagonga. Gidamaji akasema, karibu Seba, nimekujua hata kabla hujaamka. Mnataka mtoto, lakini msiulize gharama. Seba alisita, lakini moyo wa kupata mtoto ukamshinda. Mganga akampa dawa ya udongo akasema, utampa mkeo, lakini kumbuka maneno yangu, mtoto huyu hata kuja peke yake. Seba hakuelewa, lakini alichukua dawa. Sara alipoanza kutumia dawa, ndani ya siku 3 alianza kubadilika, kichefuchefu, joto mwilini na ndoto za ajabu za mtoto akimwita kwa jina lake. Baada ya wiki chache, daktari alimwangalia na kusema, hongera mama Sara, una ujauzito. Sara alilia, lakini machozi yake yalichanganyika na hofu ya moyoni isiyojulikana. Kijiji kikahama kabisa. Sara mjamzito? Wanawake wakaanza kunongona, huyu lazima ametumia dawa ya giza, hatujawahi kuona kama hii. Siku moja usiku wa mvua, radi kagonga kama vita ya mbinguni. Sara kapiga kelele, nisaidieni, anafika. Baada ya uchungu mkali, mtoto alizaliwa. Alikuwa mzuri kupita maelezo, macho makubwa yanang'aa kama taa ndogo. Sara akamuita Isa, lakini mambo hayakuchelewa kuchafuka. Siku ya kwanza watu walipokuja kumpongeza Sara, mama Chiku aliingia ndani akiwa ameshika zawadi, lakini ghafla alirudisha kikapu akapiga kelele, Sara nabeba nyoka. Kelele zikavunja utulivu. Wengine wakaingia kuona, na wao wakapiga mayowe wakikimbia nje. Kwao Sara alikuwa amebeba nyoka mkubwa, lakini macho ya Sara yaliona mtoto wake tu, Isa mdogo akitabasamu. Usiku uliofuata Isa alianza kulia, lakini wakati mwingine kilio chake kilikuwa kinabadilika kuwa mlio wa kitu chenye magamba, kitu cha kuvizia gizani. Sara alianza kuogopa mtoto wake mwenyewe. Siku moja usiku wa manane, Sara aliota usingizi mzito. Alipoamka, kitanda cha mtoto kilikuwa tupu. Akafuata mwanga mdogo sebuleni, na pale kwa macho yake, mtoto mwenye miezi 2 tu alikuwa amesimama upright kama mtu mzima mdogo, mikono yake ikifika switch ya taa. Mtoto akafinya switch ya taa na taa ikaangaza. Isa akageuka taratibu, macho yakimetameta kama mnyama wa porini. Sara akatetemeka mwili mzima, akachukua mtoto wake mbio na kukimbia nje kupiga kelele za msaada, lakini hakuna mtu aliyeamini. Walisema, mtoto hawezi kutembea.
mama huyo anakuwa na wazimu. Akiwa amechanganyikiwa, Sara alimkumbatia mtoto wake na kukimbia kwa Pastor Emmanuel, mhubiri wa moto na neno. Pastor alipomwangalia Isa alishtuka, akakaa kimya, mikono ikatetemeka. Pastor akasema, huyu mtoto anabeba roho mbili, roho ya kibinadamu na roho iliyofungwa na wachawi wa ukoo. Sara akaanguka chini akilia. Pastor akaanza kumwombea Isa. Mishale ya upepo ikapiga dirisha, taa zikawaka na kuzima kama kuna vita ya roho ndani ya chumba. Isa akapiga kilio kilichovunja ukimya wa kijiji. Sio kilio cha kawaida, kilio chenye sauti mbili. Lakini baada ya maombi makali, macho ya Isa yakabadilika, yakarudi kuwa macho ya mtoto wa kawaida. Pastor akamwambia Sara, mtoto huyu si laana, ni silaha ya Mungu. Alizaliwa kupigana vita ambavyo wazazi hawakuweza. Akiwa mkubwa atakuwa mtumishi wa Mungu wa miujiza mikubwa, na siku hii ikifika, wachawi wa kijiji hiki watakimbia. Sara akamkumbatia Isa kwa nguvu, lakini kila wakati alikuwa anageuka kumwangalia. Kwa sekunde moja tu, macho ya Isa yakawa kijani, kisha yakarudi kawaida. Giza lilijaribu kumchukua, lakini mwanga ulikuwa na mpango mkubwa zaidi. Huu ni mwanzo wa simulizi la Isa, mtoto aliyezaliwa kati ya giza na nuru, mtoto ambaye siku moja angekuwa mteketezaji wa wachawi. Kama umependa simulizi hii, usisahau kusubscribe kwa hii channel. Huu ni mwanzo wa simulizi ya Isa, mteketezaji wa wachawi wa kijiji cha kijilani. Usisahau kusubscribe na kushare kwa wengine. Part 2, mwendelezo ya hii unakuja. Miaka ikapita. Isa akawa kijana mdogo wa miaka 7.